Niseme tumekuwa na kikao cha bodi ambacho kiligawanyika katika sehemu mbili, na sehemu ya kwanza ilikuwa ni kikao chetu cha kwa Kiingereza wanasema retreat, au kikao cha kufanya tafakuri mbalimbali, kutafakari masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na maendeleo ya VETA na ambayo yanahusiana na vitu mbalimbali ambavyo sisi tunavifanya kama taasisi. Katika mkutano huu ambao tulikuwa tunafanya tafakuri mbalimbali, tulijaribu kuangalia kwamba sheria yetu inahitaji tufanye vitu gani hasa katika maeneo ya kutengeneza programu, maeneo ya kutengeneza silabasi za kufundishia watu wetu, maeneo yanayohusiana na upatikanaji wa wanafunzi kwa ajili ya program mbalimbali, zikiwa ni program pamoja na hizi program ambazo ni mpya na ambazo zinahitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Lakini pia tuliangalia vitu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya wananchi, mahitaji ya wananchi wenyewe katika maeneo yao. Kama mnavyofahamu kwamba VETA imegawanyika katika kanda. Sasa zile kanda zinajua mahitaji ya watu katika maeneo hayo na tuweza kulizibainisha. Lakini kikubwa ilikuwa ni kujengeana uelewa ya yale ambayo ni majukumu yetu. Hili ni jambo endelevu, kila mara tunajengeana uelewa, kwa sababu katika hili eneo hakuna ambaye anaweza kusema kwamba yeye ni bingwa wa kila kitu. Ni kwamba kila mtu anajifunza kwa mwingine, na kwa hiyo tulitumia fursa hiyo kupata kufahamishana, kujulishana, lakini kuchambua vipengele kwa kina zaidi, na yalifanyika mawasilisho mbalimbali ambayo yalitupa mwanga katika maeneo mbalimbali. Sasa ilikuwa ni kikao shirikishi kwa maana kilikuwa ni kikao cha wote. Haikujalisha kwamba wewe ni member wa management, wala haikujalisha kwamba wewe ni member wa bodi ama ni mjumbe wa bodi, na wala haikujalisha kwamba wewe ni mkurugenzi mkuu au wewe ni mwenyekiti. Wote tulishirikiana kwa kina ili kuweza kupata uelewa wa pamoja, na hasa kadri tunavyoendelea kutekeleza dira ya 2050. Dira ya 2050 kwa sasa ndio inayotupa mwelekeo wa nchi, na dira ile sisi tuna sehemu kubwa ya kutekeleza katika dira ile ili kujenga ule ujuzi ambao unahitajika kwa ajili ya kuboresha watu, uwezo wao, ule uwezo wa kiujuzi, uwezo wa kiufahamu, lakini uwezo pia wa kupata kipato kupitia ajira ambazo watazipata kutokana na ujuzi ambao wameupata. Sasa ajira hizi zinatoka katika maeneo mbalimbali, na maeneo haya mengi dira ile imeyachambua na kuyabainisha. Kuna masuala ya kilimo, kuna masuala ya viwanda, kuna masuala ya huduma mbalimbali ambazo zinatolewa katika maeneo mbalimbali, kuna masuala ya ujenzi na mengine ambayo yametajwa na dira ile kama sehemu ambazo ni za kipaumbele katika kuweza kujenga ule uwezo wa mwananchi kufikia ile hali ya uchumi ambayo mwananchi anatakiwa kuwa nayo ikifika mwaka ya 2050. Sasa tumechambua haya yote na tumeona kwamba kuna kazi kubwa ambayo tunahitaji kuifanya kama VETA. Sasa tumepeana majukumu, tumepeana kazi za kufanya ili tuweze kufika kulingana na muda tuliojiwekea, tuweze kufika mahali ambapo sasa tunaanza kutoa vile vitu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kutekeleza dira 2050, lakini kwa ajili ya kutekeleza mambo mbalimbali ambayo yanahitajika kiuchumi, kijamii, lakini pia yako ambayo yanahitajika kisiasa, kwa sababu ujuzi ni sehemu ya amani ya nchi. Watu wakiwa na ujuzi, wakipata kipato cha kutosha, na inakuwa ni sehemu ya amani ya nchi, na hivyo tunaendelea kuwa na taifa ambalo linaendelea kuimarika na kufikia kile kipato ambacho dira imetuelekeza tukifikie ifikapo mwaka 2050. Kwa hiyo kikao kimekuwa vizuri, kimekwenda vizuri kwa kweli, na tunashukuru kwamba kimekwenda hivyo, na tunatarajia kuwa na vikao vingi tu vya aina hii, kwa sababu ujuzi kila siku unakuwa, jambo jipya linajitokeza, mambo mengine ambayo yanakuwa na complications za namna mbalimbali nayo yanajitokeza. Ni fursa ya kukutana kwa pamoja na kufanya majadiliano, badala ya mtu mmoja kukimbia na kuhangaika na kuchoka akiwa anatafuta suluhisho la namna ya kufikia yale malengo ambayo tumepangiwa, moja kisheria, lakini tumepangiwa mengine pia kutokana na dira na nyenzo nyingine ambazo kama taifa tumeshazitengeneza. Kwa hiyo sisi tumepata faraja, mimi kama mwenyekiti tumepata faraja ya kuona kwamba watu wamejadiliana kwa uwazi,
kwa upeo mpana kabisa na kwa masikilizano, na siku moja tutakuwa tutapata kitu ambacho kinaweza kikasaidia taifa sasa kuweza kwenda kulingana na mipango yake, kulingana na matamanio yake, lakini kulingana na matarajio ya vitu mbalimbali ikiwemo dira ya 2050. Nadhani hicho ndio kitu kikubwa ambacho tumekipata katika kikao hiki. Bodi sasa inatarajia nini? Bodi inatarajia na inatamani kuona yafuatayo. Moja ni kwamba sasa tuanze kujipanga kutekeleza dira 2050 kama tunavyosema ni dira 2050. Moja hilo. Dira ile imebainisha vitu vingi vizuri ambavyo tukivifanya kwa weledi tutapata matokeo makubwa ambayo yanalengwa pia katika ile dira. Shabaha kubwa ya dira ile ni kuinua uwezo wa mwananchi katika ujuzi, uwezo wa mwananchi katika kipato. Zile pillars 3 zilizoko pale zinaonyesha kwamba kimoja katika hayo lazima kitokane na ujuzi. Kwa hiyo ni matarajio ya bodi sasa kwamba vyuo vyetu navyo vitaimba sera, vitaitika katika hiyo sera, na vikiitika katika hiyo dira. Vikiitika katika dira hiyo, maana yake tutapata matokeo makubwa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni watumishi wenyewe. Watumishi sasa nao waanze sasa kubadilika, kwa maana waanze kufanya, Kiingereza wanaita retooling, kwa maana ya kuanza kupata ujuzi mpya wa kutekeleza hivyo vitu vilivyoko pale. Vitu vingine ni vipya katika dira ile. Kwa mfano sasa tunaanza kwenda kwenye artificial intelligence, akili mnemba wengine wanaita, unaanza kwenda katika eneo hilo. Hili eneo sio kwamba kuna mtu ambaye ameshabobea kabisa na kuwa mbobevu. Kwa hiyo maana yake watu wengi katika nchi waweze kufikia katika eneo hilo. Lakini la tatu, sasa tuunde zile kamati zetu sasa za ushauri. Kamati zetu za ushauri katika maeneo mbalimbali. Kamati hizi tunaangalia sasa dira inataka nini na sisi tujipange kulingana na dira hilo. Kwa hiyo bodi inategemea sasa kamati hizi zitaundwa kwa haraka sana, lakini kwa kushirikiana na wizara yetu, kwa sababu wizara nayo inaratibu mambo mbalimbali kitaifa ambayo yatatufikisha katika mambo ambayo yanahitajika kulingana na dira hiyo ya 2050. Na la mwisho ni watu wenyewe wanaotarajia kuja katika mikono yetu. Wale watu wanaokuja kusoma, wanachuo wetu, watu wanaotaka kufanyiwa recognition of prior learning, utambuzi wa kile kitu ambacho tayari wameshakisoma. Kuna watu ambao wanataka kuthibitisha tu ujuzi walionao. Kuna watu ambao wanataka kuja kufanyiwa tathmini, kama kwa Kiingereza wanaita trade test, ili waweze kufanya kazi sasa kwa kujiamini zaidi na kufanya kazi ambazo zitaleta manufaa katika jamii. Sasa vituo vyetu vilivyozagaa katika nchi nzima vina kazi kubwa sasa ya kutekeleza katika hilo eneo ili tuweze kupata hayo matokeo ambayo tunahitaji. Sasa matokeo hayo yatakuja kwa kufanya kazi kwa pamoja. Tufanye kazi kwa pamoja. Tushirikiane na wananchi, tushirikiane na viwanda, tushirikiane na vitu vingi na watu wengine ambao wanaweza kutupa msaada katika maeneo haya. Bodi yangu uzuri wake imechanganya watu kutoka sehemu mbalimbali. Na leo tumemsikia mkuu wa nchi Mheshimiwa Rais alipozungumza katika bunge letu akieleza mambo anayoyatarajia katika siku zile 100. Moja katika hizo siku 100 ni swala la ujuzi, na tufanye namna ambayo tutashirikiana zaidi kuleta ujuzi unaohitajika. Vijana wetu waajirike kwa haraka, vijana wetu waanze kuzalisha kwa haraka, na wafanye mambo mengine ambayo ujuzi unawawezesha kuyafanya.